Nataka watu hapa takriban 15 ama nataka hata watu wa Uislamu watano chap kidogo. Chap kidogo. Waislamu tunacheza na wakati, muda umesonga. Tunacheza na wakati sasa. 5 6 Qur'an chama kama mwalimu wangu. 5 6 sasa tutaanza 5 6. 5 6 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Aya 8:4 Nehemia. 8:4 Nehemia. Aya 8:4 Nehemia. Soma huko wali. Nehemia. Inasemaje? Nehemia. Naye Ezra kuhani ndio akasimama juu ya membari ya mti. Endelea. Iliyofanywa kwa kusudi hilo. Asante. Na karibu naye akasimama nani? Matithia. Akasimama Matithia na Shema na Anaya na Uria na Hosea na Malkia. Endelea. Mkono wake wa kulia. Endelea. Bimaana watu wanatengeneza safu ndani ya msikiti. Mkono wake wa kulia, safu inatakiwa ianze mkono wa kulia kujazwa. Hiyo ni sunna. Endelea. Yaani hiyo safu inamaanisha ni laini maalum watu wanaopanga. Kama vile wanajeshi wanavyopanga laini wanapokuwa katika paredi yao. Hata katika ibada natakiwa iwe namna hiyo. Twende wale. Ilikuwa sijaifungua mesoma kwa kichwa Nehemia. Na mkono wake wa kushoto alisimama Pedaya, Mishaeli, Hashbadani na Zakaria. Mkono wake wa kushoto. Hawa wanakuwa ni watu 13 wamepanga safu, mkono wa kushoto na mkono wa kulia, na mmoja yuko katikati sawa na imamu. Endelea. Naye Ezra akamhimidi Bwana. Akasemaje? Mungu mkuu. Ezra akamhimidi Bwana. Kuna vitu umeruka. Lakini kwa vile ni muda, twende hivyo. Akamhimidi Bwana, Mungu mkuu. Na Ezra akakifungua kitabu machoni pa watu wote. Maana alikuwa juu ya watu wote. Kaeni kwanza chini. Na hapo alipofungua kitabu, wakafanyaje? Na hapo alipokifungua kitabu, Ezra ndiye alikuwa imamu zama hizo wa wale watu ambao walikuwa nyuma. Alipokifungua kitabu Ezra ambaye ni imamu, ikawaje? Alikimu swala. Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Na hapo alipokifungua kitabu, ikawaje? Alipokimu swala, ndio watu wote wakasimama. Kwa hiyo ni sunna. Unaswali sunna, unakaa kwenye mstari, baada ya ikama unasimama. Unaposimama tayari watu wanakuwa katika swala zima la kuingia ibada rasmi. Ezra akafanyaje mbele? Akasema Ezra ndio akamhimidi Bwana. Akasemaje? Mungu mkuu. Yaani Ezra akafungua swala kwa takbiratul ihram akisema Allahu akbar. Yaani Mungu mkuu ni sawa na Allahu akbar. Haya, Ezra twende. Nikasoma sura al-Fatiha. Twende. Mpe maiki. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nao watu wote wakaitika amin, pamoja na kuinua mikono yao. Allahu akbar. Kisha wakamsujudu Bwana kifudifudi hata nchi sakafuni. Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sijasikia Allahu akbar ya pili, tutasikia assalamu alaykum. Hiyo ni kwa uchache kwa sababu ya muda, imebidi ipeleke haraka kwa sababu ya muda. Kwa sababu ya muda inabidi ipeleke haraka. Billahi taala tutakuja tuangalie manabii wengine dakika 10 walifanya ibada hii ama hawakufanya. Kwa machache, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nafikiri
Hiyo ni mada kwa ufupi sana, kwa sababu hii ni mada ndefu sana, ina maandiko mengi sana. Tumeenda kwa pointi moja kwa moja, ibada inavyofaa kutekelezwa kwa mujibu wa Biblia. Hilo andiko lilikuwa linasoma, lilikuwa liko ndani ya Biblia. Watu wanapanga safu na kunakuwa na imamu, na imamu ndiye ambaye anaongoza swala. Tena imamu anaongoza swala ni mwanaume, si mwanamke, kwa mujibu wa Biblia. Dakika 20 zimekatika. Sasa ni upande wa Wakristo waje watufundishe wao wanaposwali, wanapofanya ibada, wanafanya ibada kama hivi tulivyosoma ndani ya Biblia, ama ili andiko wameliacha, hawalifanyii kazi, kuna lengine. Tujue kwamba maandiko yameshuka mawili, ama imejigonga yenyewe Biblia, au ni vipi? Dakika 20 mwalimu. Atufundishe ibada kwa mujibu wa Biblia. Alafu pia haya maandiko ambayo yamepitiwa hapa, unajua ukifundisha unahitajika andiko ambalo limetumika, kama linaonekana limepinga mafundisho yako ulifafanue kwamba liko vipi. Karibu. Maandiko yote aliyotoa sahihi, tatizo kuelewa. Yako sahihi, tatizo ni nini? Tatizo ni kuelewa. Wewe cheka tu, lakini utanielewa. Tunaanza na hiyo Nehemia 8:4. Maandiko aliyotoa yako sahihi, tatizo kuelewa. Nehemia 8:4. Alafu mtakuja msimame hapa. Wale walikuwa hapa wapi? Njooni msimame hapa. Tunajua nyinyi ni watu wa drama kila siku. Sinawaomba mje msimame hapa. Wako wapi wale? Wewe shehe njoo hapa. Asoma Nehemia 8:4, hawataki kuja. Washanielewa Nehemia 8:4. Wakati si ni wapi? Nehemia 8:4. Nehemia 8:4 inasema, andiko hilo waliotoa. Naye Ezra kuhani akasimama juu ya mimbari ya mti iliyokuwa imefanywa kwa kusudi hilo. Sawa. Na karibu naye akasimama Midia, wale waliosimama hapa sasa hivi. Na Shema na Anaya na Uzia na Hilkia na Masea mkono wake wa kuume, alafu na mkono wake wa kushoto Hedaya, Mishaeli, sawa, Mikil, sawa, Malkia, alafu na Ashum, endelea, na Hashabdani, alafu na Ezekia, endelea tu, na Mshulami. Sawa. Ezra akakifungua chuo machoni pa watu wote. Maana alikuwa juu ya watu wote. Haraka. Na hapo alipokifungua watu wote wakasimama. Wakasemaje? Ezra akamuhimidi Bwana. Mungu mkuu. Na watu wote wakasemaje? Wakaitika. Wakasemaje? Amina. Tulia. Amina. Tulia. Sasa tunataka tuende na ile drama yenu. Huyu Ezra aliposoma kile chuo, watu wote huko nyuma wakasema amen. Si ndio hivyo mashehe? Sasa tunauliza, wale watu walikuwa wako wapi? Ameanza 8:4, anza moja. Wacha ujanja wewe. Na watu wote walikusanyika kama mtu mmoja katika uwanja. Walikuwa wapi? Uwanjani. Na sio wapi? Sio kwenye sinagogi. Sio msikitini. Nye vipi? Endelea wewe. Ulikuwa mbele ya lango la mji. Endelea. Walikuwa mbele ya lango la nini? La mji. Na wala sio msikitini. Endelea. Akawaambia Ezra mwandishi. Endelea. Kilete kitabu cha Torati ya Musa. Endelea. Bwana aliyowaamuru wa Israeli. Sawa. Ezra kuhani akaileta Torati mbele ya kusanyiko la wanaume na wanawake. Kwa hivyo wote. Subiri. Kwa hivyo katika lile kusanyiko lilikuwa ni kusanyiko la wanaume na kina nani msomaji? Na wanawake. Kulikuwa na wanawake hapa? Sina wauliza nyinyi watu wa drama, kulikuwa kuna wanawake hapa? Pale msikitini mnakusanyikana wanawake na wanaume pamoja? Hata tunasema tayari walikuwa Waislamu. Angalia hawa. Wewe vipi wewe? Ezra 11. Kitu kingine ambacho mmesahau, mkija mtuambie kama mnakifanya hapa. Ezra alikifanya. Inasema Ezra 11, wewe vipi?
Ezra 11. nilikuwa niko pale pale Nehemia. Ezra 10. Jambo lingine la pili ambalo walilofanya hapa, Ezra alilifanya wao hawakulifanya. Ezra 11. Basi hapo Ezra alipokuwa akiomba na kuungama akilia. Ezra alikuwa anafanya nini? Analia. Huyu shekha amelia hapo mbele. Thubutu. Na kuuliza, ulilia? Alilia. Ulilia hapa? Utakuja ulie? Akalia. Endelea. Na kuangusha na kujiangusha kifudifudi mbele za nyumba ya Mungu. Ezra akalia na kujiangusha kifudifudi mbele za nyumba ya Mungu. Mbele za nyumba ya nani? Ya Mungu. Waislamu wangapi msikitini wanalia wakijiangusha wakati wa sala? Mnalia wenyewe? Hawatubu wale. Unalia na wauliza. Sasa maneno ya Biblia mnafanya ndani ya Qur'an nyewe vipi? Soma wewe. Haraka leo nimewashika. Hawatubu huwa. Endelea msomaji. Inaendelea kusema. Inasemaje? Israeli wote wakamkusanyikia katika Israeli wote kusanyiko kubwa. Hiyo ishaeleweka. Nataka nianze na ile aya ya pili aliyoitoa. Akasema makanisa misikiti ndio nyumba za ibada peke yake. Alafu akatoa Musa alikuwa msikitini, sijui nani msikitini. Hiyo usiwaitoa hata siku nyingine. 22:40 kwanza nianze na hiyo. 22:40. Tuje katika sinagogi. Alafu mkija hapa mbele mlie ile demonstration yenu mrudieni hapa. Endelea.